Ni kama sasa zile tunda za watu wasio nne. Inasema lakini kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alifanya nini? Alichukua. Sababu ya kusema tutaishi maisha mapya Kristo kwa sababu ya upendo wa nani? Mungu. Na huyu Mungu kupitia kwa rehema zake kusamehewa kwetu, kwa sababu ile neema tunahesabiwa haki hata wakati ambapo sisi bado tuko na dosari, sisi bado tunajifunza katika miguuni pa Yesu. Inanishangaza sana kusikia kwamba Judas Iskarioti alimsaliti Yesu, japokuwa ilikuwa lazima itimie. Lakini Yesu katika fungu la Biblia anasema sikuwachagua 12, lakini mmoja wao ni nani? Ni Shetani. Hata wakati mwingine tukijifunza miguuni pa Yesu Kristo, twaitwa mitume, twaitwa wanafunzi wake, tunaitwa wafuasi wa Yesu. Lakini kadri unapotoka mbali naye, utakuwa nini? Mpinzani. Ukitubu unarejeshwa tena. Ukiwa na nia kumrejea, anakuona na kusoma nafsi zetu, anakurejesha kwa dakika ama mara moja. Bwana asifiwe. Tutasoma mafungu mawili yaliyobaki. Wakorintho, Biblia inasema asante sana, ubarikiwe. Unafungua tu kama kompyuta. Ndiyo. Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo. Tarudia tena. Kama katika maisha haya ndiyo tumemtumainia Kristo. Tumemtumainia Kristo. Kwamba hiyo verse 19 ni kama itaeleweka kama mtu hataelewa vizuri. 17 inasema mbio kidogo, twende. Na Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Imani yetu ingekuwa bure. Tuendelee. Zenu kama Yesu angefanya nini? Angefufuka. Verse 19 sasa. Kama katika maisha haya. Sasa ni kama mko katika maisha ya dhambi. Tungekuwa maskini kuliko watu wote. Hatujui ni nani tutamfuata. Iwapo Yesu angefufuka, tungekuwa katika dhambi zetu. Tungekuwa katika dhambi zetu hata tunapozungumza hapa, basi tungekuwa maskini kuliko watu wote. Sio maskini wa fedha, lakini maskini wa kiroho, wasiyekuwa na kiongozi. Lakini habari katika wafu, limbuko lao waliolala. Pengine utasimama hapo kidogo. Jana tulijifunza hivi, wakati Yesu alifufuka, nini lilifanyika? Kulikuwa na mtetemeko. Miili ile iliyomwamini Kristo lilifanya nini? Lilifufuka. Tukaita jana Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa, yaani yeye ndio firstborn ya wale walio resurrect. Alifufuka. Endelea kusoma. Huyu Kristo sasa amefufuka. Nasema, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kwa sababu mauti ililetwa na kiama ya uovu ililetwa na mtu, kadhalika kiama kuama kutoka uovu muita mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, yule achukue dhambi za mwanadamu.
Kwa kuwa kama katika Adamu wote wamekufa. Kwa maana kama katika Adamu katika Kristo wote watauishwa, ni maisha yao, roho zao zitauishwa ikaesi. Ndio watu wa Mungu, only one choice in life. Utasoma tumalize hapo. Inasema lakini kila mmoja mahali pake. Maybe utasimama nataka niseme hivi, salvation si a group. Bwana asifiwe. Mnanipata? Inua mkono kama unanipata. Haleluya. Yaani kwamba si ya kanisa la Ngararo peke yake. Salvation ni ya mtu binafsi. Soma tena hilo fungu. Nasema lakini kila mmoja. Hapana, mahali pake. Kila mmoja mahali pake ni nani? Ni Kristo. Yaani wakiwa umeamini sasa, umekubali Yesu amefufuka, chanzo chako limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapofanya nini? Atakapokuja. Mpaka hapo nafikiri tumepata jambo. Kuishi maisha ya Kristo ni kuishi maisha ya utauwa. Utakuwa new life. Maisha yako yanabadilika kabisa. Ndiposa mimi najiuliza hivi, tangu nilipobatizwa, ile siku nilipoamini, ni miaka 17 sasa, lakini nimetendea Mungu mangapi? Uko na miaka mingapi na umemfanyia Mungu mangapi? Mungu amekutumia vipi? Umemshuhudia mara ngapi? Umesema 17. Wakorintho wa pili 5 na 7. Biblia inasema ndio, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa wakitoka hivi praise ministers nyuma yao. Tina kuulizana tumtume nani aende dunia awaokoe wanadamu. Ndipo Yesu kajibu, nitume mimi niende nikawaokoe. Mbingu iliketi na kuulizana tumtume nani aende dunia awaokoe wanadamu. Ndipo Yesu kajibu, nitume mimi niende nikawaokoe. Kule juu mbinguni hakuna shida, kule juu mbinguni ni furaha tu, huko juu mbinguni ni kuimba tu. Haleluya, haleluya, amin. Kule juu mbinguni hakuna shida, kule juu mbinguni ni furaha tu, huko juu mbinguni ni kuimba tu. Haleluya, haleluya, amin.
tutakapofika kule juu mbinguni, tutakaribishwa na jeshi la mbinguni katika ile meza ya karamu. Mungu atatupanguza machozi yote, tutasahau ya dunia. Tutakapofika kule juu mbinguni, tutakaribishwa na jeshi la mbinguni katika ile meza ya karamu. Mungu atatupanguza machozi yote, tutasahau ya dunia. Kule juu mbinguni hakuna shida, kule juu mbinguni ni furaha tu. Huko juu mbinguni ni kuimba tu, haleluya, haleluya, amin. Kule juu mbinguni hakuna shida, kule juu mbinguni ni furaha tu. Huko juu mbinguni ni kuimba tu, haleluya, haleluya, amin. Kule juu mbinguni hakuna shida, kule juu mbinguni ni furaha tu. Huko juu mbinguni ni kuimba tu, haleluya, haleluya, amin. Kule juu mbinguni hakuna shida, kule juu mbinguni ni furaha tu. Huko juu mbinguni ni kuimba tu, haleluya, haleluya, amin. Wakitoka guest choir, 1 2 1 2. nataka nimjue Yesu, nambari 54. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake tu, wokovu wake kamili. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Niende kokote Bwana, unakonituma mimi nitaenda. Sitolala na chuchumilia yale ya mbinguni, nipate taji. Ninaazimia mjini Kanani, nisikose kuimba wimbo mtamu. Nitume niende kokote Bwana, unakonituma mimi nitaenda. Sitolala na chuchumilia yale ya mbinguni, nipate taji. Ninaazimia mjini Kanani, nisikose kuimba wimbo mtamu. Bwana nitume bila bagua, nitatangaza Injili. Niwalete walopotea, wapate kukujua wewe. Pana furaha mbinguni mdhambi anaporudi zizini mwako Bwana. Pana sherehe malaika wanashangilia kondoo
amerudi nyumbani. Bwana nitume bila bagua, nitatangaza injili, niwalete walopotea wapate kukujua wewe. Pana furaha mbinguni mdhambi anaporudi zizini mwako Bwana. Pana sherehe malaika wanashangilia kondoo amerudi nyumbani. Shambani yamekomaa, usisite Maulana yokuita, anakusihi wewe ulotanga mbali na zizi lake. Njoo upesi, vichala vya mizabibu vitayari, wewe twae mundu twende tukavune. Mavuno shambani yamekomaa, usisite Maulana yokuita, anakusihi wewe ulotanga mbali na zizi lake. Njoo upesi, vichala vya mizabibu vitayari, wewe twae mundu twende tukavune. Bwana nitume bila bagua, nitatangaza injili, Inuka wakuje na niwalete walopotea wapate kukujua wewe. Pana furaha mbinguni mdhambi anaporudi zizini mwako Bwana. Pana sherehe malaika wanashangilia kondoo amerudi nyumbani. Bwana nitume bila bagua, nitatangaza injili, niwalete walopotea wapate kukujua wewe. Pana furaha mbinguni mdhambi anaporudi zizini mwako Bwana. Pana sherehe malaika wanashangilia kondoo amerudi nyumbani. Bwana nitume bila bagua, nitatangaza injili, niwalete walopotea wapate kukujua wewe. Pana furaha mbinguni mdhambi anaporudi zizini mwako Bwana. Pana sherehe malaika wanashangilia kondoo amerudi nyumbani. Bwana nitume bila bagua, nitatangaza injili, niwalete walopotea wapate kukujua wewe. Pana furaha mbinguni mdhambi anaporudi zizini mwako Bwana. Pana sherehe malaika wanashangilia kondoo amerudi nyumbani. cha kukaa na wivu. Amen. Wenye wako na wivu ndio waseme amen. After guest choir, mapema choir. Fikira moja tu urejea tena, nimekaribia mbingu zaidi ya jana, karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa, nikuone karibu. Karibu.
Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona. Hawa wenzetu Ondoe chuki, ondoa chuki iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. I've a home prepared when the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land. I'll join the happy angels then, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. I am on my way to those mansions made, just over in the glory land. There to sing God's praise and His glory share, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. What a joyful thought that my Lord I'll see, just over
glory land. And with kindred self there forever be, just over in the glory land. Just over in the glory land. They'll join the happy angel band. Just over in the glory land. Just over in the glory land. There with the mighty host I'll stand. Just over in the glory land. With the blood washed strong, I will shout and sing. Just over the glory land. Glad hosannas to Christ the Lord and King. Just over the glory land. Just over in the glory land. I'll join the happy angel band. Just over in the glory land. Just over in the glory land. There with the mighty host I'll stand. Just over in the glory land. Just over in the glory land. I'll join the happy angel band. Just over in the glory land. Just over in the glory land. There with the mighty host I'll stand. Just over in the glory land. Just over in the glory land. They'll join the happy angel band. Just over in the glory land. Just over in the glory land. There with the mighty host I'll stand. Just over in the glory land. Just over in the land. Tunawaambiaje? Sijasikia. Tunawaambiaje? Hallelujah. Just over in the glory land. In the glory land, there with the mighty host I'll stand. Tulipoianza safari tulikuwa wengi sana, muda nao umeenda, watu sasa wapungua. Tulipoianza safari tulikuwa wengi sana, muda nao umeenda, watu sasa wapungua. Tumtafute Mungu wetu kama watoto wanaopendwa naye, tuenende kwa upendo vile Yesu alivyotupenda. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Tumtafute Mungu wetu kama watoto wanaopendwa naye, tuenende kwa
kwa upendo vile Yesu alivyotupenda. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Tazama mnavyoenenda, msiwe wasio hekima, mkomboe muda wenu, nyakati hizi ni mbaya. Tazama mnavyoenenda, msiwe wasio hekima, mkomboe muda wenu, nyakati hizi ni mbaya. Tumtafute Mungu wetu kama watoto wanaopendwa naye, tuenende kwa upendo vile Yesu alivyotupenda. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Tumtafute Mungu wetu kama watoto wanaopendwa naye, tuenende kwa upendo vile Yesu alivyotupenda. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Tumtafute Mungu wetu kama watoto wanaopendwa naye, tuenende kwa upendo vile Yesu alivyotupenda. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Tumtafute Mungu wetu kama watoto wanaopendwa naye, tuenende kwa upendo vile Yesu alivyotupenda. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Tumtafute Mungu wetu kama watoto wanaopendwa naye, tuenende kwa upendo vile Yesu alivyotupenda. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. Maneno ya usherati wala uchafu wowote yasionekane kati yetu. The choir with a beautiful green dress. Mnajiita aje? Yes? Eleko. Ereko, karibu kwa wimbo. Ereko, karibuni. You look smart by the way. Mnaka Twenendo Zion mzuri Zion ni twenenda juu ni maskani ya Mungu. Vitatoka wapi na mapigano yaliyomo kati yenu? Si humu katika tamaa zenu ndiposa mwapigana? Hata kuomba kwenu ni kelele mbele za Mungu. Vitatoka wapi na mapigano yaliyomo kati yenu? Si humu
Mungu. Tazama mkono wa Bwana haupungui, usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, asisikie kilio chetu. Bali dhambi zetu zimeuficha uso wa Bwana, tukakosa kujibiwa lolote tuombalo. Tazama mkono wa Bwana haupungui, usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, asisikie kilio chetu. Bali dhambi zetu zimeuficha uso wa Bwana, tukakosa kujibiwa lolote tuombalo. Karibieni Mungu naye atawakaribia. Takaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, ili maombi yetu yasiwe kelele mbele za Mungu. ili maombi yetu yasiwe kelele mbele za Mungu. Karibieni Mungu naye atawakaribia. Takaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, Ili maombi yetu yasiwe kelele mbele za Mungu. ili maombi yetu yasiwe kelele mbele za Mungu. Tazama mkono wa Bwana haupungui, usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, asisikie kilio chetu. Bali dhambi zetu zimeuficha uso wa Bwana, tukakosa kujibiwa lolote tuombalo. Tazama mkono wa Bwana haupungui, wala sikio lake si zito, asisikie kilio chetu. uso wa Bwana, Tukakosa kujibiwa ombalo. Tazama mkono wa Bwana haupungui, usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, asisikie kilio chetu. bali dhambi zetu zimeuficha uso lolote tuombalo. Tazama mkono wa Bwana haupungui, usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, zetu zimeuficha uso wa Bwana, tukakosa kujibiwa lolote tuombalo. Wow, after Donald Singers, Kuna watu wako na wivu. Amen. Lazima tuambie amen ndo muambie. Hebu ambie amen. amen. After Donald Singers, Ngararo Church Choir. 10 tukiwangoja wakiendelea kushughulikia. Alafu kidogo tu, kama mmeitwa tafadhali kwa nyingi leo, we were not aware of that. So ukisikia mmeitwa, before hiyo stanza ya hiyo nini ya mwisho ishe, the last chorus, ndio mostly zinarudiwanga mara 4. So by the time hiyo ya mwisho inaisha, ukuu umefika hapa mbele tafadhali, so that we keep time, ndio wengine pia wapate nafasi. Ama ni aje? Haya, Wamesikia, wamesikia. Mlango uko wema, mlango wazi huu, Yesu ameufungua na hakuna kufunga. Mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu.
Mercy Choir. Nkarara Church Choir, kiongozi anaweza kuwa hapa karibu. Endelea kufungua wimbo. After Nkarara Church Choir, Neema Choir. Ulinishika mkono nilipoanguka shimoni, ukanielekeza katika njia ya haki, mienendo nikabadilisha, nikawa Mkristo. Nikakubali ubatizo wa kiroho, nikazamishwa ndani ya maji, nikaitoa mikono yangu na kufanya agano na Mungu. Ulinishika mkono nilipoanguka shimoni, ukanielekeza katika njia ya haki, mienendo nikabadilisha, nikawa Mkristo. Nikakubali ubatizo wa kiroho, nikazamishwa ndani ya maji, nikaitoa mikono yangu na kufanya agano na Mungu. Bwana niongoze safari ya matumaini, nisizame chini ya mbawa zako, e Bwana Mungu wangu. Ninatumaini ya kwamba hata yaje majaribu, nitavuka ng'ambo. Nifundishe kutenda ya kupendavyo. Bwana niongoze safari ya matumaini, nisizame chini ya mbawa zako, e Bwana Mungu wangu. Ninatumaini ya kwamba hata yaje majaribu, nitavuka ng'ambo. Nifundishe kutenda ya kupendavyo. Ya utu wangu hadithi ya zamani, maana hakika kweli yamepita. Imekuwa mapenzi na chaguo langu kutembea sawa na nyayo zako. Nikaungama dhambi zangu kwako Yesu, nikajinyenyekeza nibatizwe. Utu wangu wa zamani ukabadilisha, sasa ni utu mpya. Ya utu wangu hadithi ya zamani, maana hakika kweli yamepita. Imekuwa mapenzi na chaguo langu kutembea sawa na nyayo zako. Nikaungama dhambi zangu kwako Yesu, nikajinyenyekeza nibatizwe. Utu wangu wa zamani ukabadilisha, sasa ni utu mpya. Bwana niongoze safari ya matumaini, nisizame chini ya mbawa zako, e Bwana Mungu wangu. Ninatumaini ya kwamba hata yaje majaribu, nitavuka ng'ambo. Nifundishe kutenda ya kupendavyo. Bwana niongoze safari ya matumaini, nisizame chini ya mbawa zako, e Bwana Mungu wangu. Ninatumaini ya kwamba hata yaje majaribu, nitavuka ng'ambo. Nifundishe kutenda ya kupendavyo. Bwana niongoze safari ya matumaini, nisizame chini ya mbawa zako, e Bwana Mungu wangu. Ninatumaini ya kwamba hata yaje majaribu, nitavuka ng'ambo. Nifundishe kutenda ya kupendavyo. Bwana niongoze safari ya matumaini, nisizame chini ya mbawa zako, e Bwana Mungu wangu. Ninatumaini ya kwamba hata yaje majaribu, nitavuka ng'ambo.
nifundishe kutenda yakupendavyo. Bwana niongoze safari ya matumaini, nisizame chini ya mawa zako. E Bwana Mungu wangu, ninatumaini ya kwamba hata yaje majaribu nitavuka ng'ambo. Nifundishe kutenda yakupendavyo. Amen. Mbinguni ni wachache, mtakuja huko jamani. Amen. Hivi mnafanya amen? Rudhu amesema mtakuja. Mtakuja kweli? Okay. Mayote ibisha fulizo ya baraka, inaamsha shangwe kuu. Nikupende, nikuandame kote wangu, ukajae furaha na neema. Wawe nyuma yao. Magumu tunayoyapitia ito, nasi tutapumzika. Magumu tunayoyapitia, twajua Mungu yuko nasi, atatuondolea mazito, nasi tutapumzika. Tutakutana pale mbinguni na tutasema yamekwisha machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni na tutasema yamekwisha machungu yote. Wapendwa wengi wametuaga, magonjwa, njaa, vitakawatwaa. Yesu arudipo mara ya pili, atawafufua walio wake. Wapendwa wengi wametuaga, magonjwa, njaa, vitakawatwaa. Yesu arudipo mara ya pili, atawafufua walio wake. Siku moja tutakutana pale mbinguni na tutasema
tutasema yamekwisha, machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha, machungu yote. Neema watafika. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha, machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha, machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha, machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha, machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha, machungu yote. Amen. siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha, machungu yote. Amen.
Tuombe kwa ajili ya kufunga kipindi cha nyimbo. Baba, katika jina la Yesu tuaje mbele zako tena masaa haya, tukikutisha shukrani kwa ajili ya wema wako Mungu wetu. Umetuongoza tangu asubuhi hadi masaa haya Mungu wetu. Tunapoenda kukaribisha kipindi kingine, tunakualika uwe kiongozi na mwenyekiti Mungu wetu. Ndilo ombi letu kwa sasa, na ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametufikisha. Tunaenda kusoma Kumbukumbu la Torati. For Deuteronomy 6 verse 6. Verse shall be in your hearts. You shall teach them diligently. And words which I command you today shall be in your hearts. You shall teach them diligently when you lie down and when you rise up, and they shall be as front posts of your house and your gates. Tunatoa shukrani kwako. Mnenaji atakaposimama mbeleni mwa Yesu ni mkombozi wetu. Happy day. Mafundisho haya ya elimu nasema ni education. So in education tunaenda kuongea Adventista. Nasema Adventist education. Haya ndio tutazungumzia katika elimu na mafundisho ni mengi. Sasa sisi elimu ya Kiadventista ama filosofia ya elimu ya Kiadventista kuhimiza, maana ni elimu unaojenga msingi wa mtoto wa Kiadventista na pia inajenga msingi. Mbona tunafundisha mambo ya education katika makambi. So leo hii tutaangalia elimu iko na sehemu mbili. Kuna elimu ambayo tunaita formal education. Doctor, yeye ni mwalimu, so nikifaa tuambia formal education. What is si kama utatusaidia ama koje formal education? Good. So unajua we press on. Unajua hii formal education bado tuna impress mambo ya free time ambayo walikuwa na press, serikali walikuwa na press mambo ya free and compulsory what education, but such a education ilikuwa ni formal education. But sisi kama Adventista we press on in na mafundisho haya ya kawaida
sisi wa Adventista tunafundisha pia mafundisho mengine zaidi ya kujenga msingi wa imani kwa mtoto. Ni kujenga msingi wa imani. Tunasema hivyo kwa nini? Kuna sehemu karibu 3 hivi ambaye tunajenga msingi wetu kama, unajua kile kitu ambacho tunatufundisha sana ni watu kujua ukweli na pia watu wakombolewe. So ina misingi mingapi? 3. So katika elimu misingi haya tunasema kwamba kuna mambo ya ukombozi ambaye ni pia allness, alafu permanency. Tunaanza na mambo ya redemption. Redemption ni kufundisha juu mafundisho ya msingi ya uumbaji wa mwanadamu. Unajua, kujua na kumwelewa zaidi Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio maana ya kwanza katika kanisa la Kiadventista. Maana ya elimu ni kujua nini? Kabla hujajua chochote, mjue Mungu kama muumba wako na msingi wa maisha na maisha yako na muumbaji wako. Hiyo sasa ndio msingi wa elimu. Hiyo ndio sababu unajua tulianzisha, hata walianzisha elimu wasungu wa kwanza walipokuja walikuwa na sehemu 3 ambao not a country, is a dark continent. Unafikiri you think Africa inaitwa dark continent? Dark continent. Wale watu wa historia tafadhali mtusaidie. Nafikiri ni kwa nini tunaita Afrika ni it is a dark continent? Afrika hawakuwa na historia yoyote ambaye wameandika, wamenakili, wameweka mahali. Ndio unakuta wakati mwingine katika historia eti tunaambiwa kwamba mtu wa kwanza aliyediscover wapi? Aliyediscover Lake Victoria. Alikuwa ni Mwafrika gani? Mount Kenya. Nani alidiscover wa kwanza? Kwani hawakuwa na Afrika huku? Wanasema continent is a dark continent kwa sababu hawakuwa na historia yoyote ambao wamenakili. Ndio mtu ukija kutoka mbali unajua Afrika yuko aje. So sasa ndio wakasema Africa is a dark continent. So na msingi pia walikuwa wanafundisha kwa mambo ya msingi wa elimu, walikuwa wanafundisha watu wajue nini neno la Bwana. Na hata missionary wa kwanza walikuja wakafundisha neno la Bwana, wakaleta sasa formal education. Alafu walikuwa wanafundisha mambo ya nini? Missionary ya matibabu. Tunasema matibabu, health. So haya ndio yalikuwa msingi wa nini? Wa msingi wa kwanza. So na unajua walianza kufundisha neno la Bwana, bali kawa ni vigumu watu kuelewa kwa sababu hawakuwa na elimu. So sasa ndio wakaleta elimu kusaidia watu kujua kusoma na kuandika. Wajue kusoma Biblia na kufanya nini? Na kuandika. So sasa msingi wa elimu ukaanzishwa. Ni hata watu wengine wazima hapa wa kitambo kidogo, ndio sababu tulikuwa na shule zile za Ngumbaro. Inua mkono kama umesikia shule ya Ngumbaro. Inua mkono kama umesikia. Haya, wale ambao wamesoma shule ya Ngumbaro, butu waone kama wako hapa. Wale wamesoma shule ya Ngumbaro, siwaoni hapa. Kwa hivyo wako hapa. Kwa hivyo hiyo ndio msingi, watu walikuwa wanafundishwa wajue kusoma ili wajisomee Biblia, ili wajue neno la Mungu na waweze pia kufanya nini? Kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Tuko pamoja? Lakini hiyo ikawa kwamba ni msingi. So msingi ikawa kwamba sisi kama Adventista we press on redemptive education. Redemptive education. Watu wafanye nini? Waokolee kwa njia hiyo. So tunapoendelea, niruhusu sasa nisema haya maneno. Tunasema kwamba redemption tunasoma pia katika vitabu vyetu vya roho ya unabii. Kuna vitabu kama Desire of Ages, tuna vitabu kama Christ Object Lesson, Step to Christ, The Ministry of Healing. Haya yote yanatuleta karibu na nani? Na Yesu Kristo.
So tunafundisha watu wajue Yesu Kristo, ndio wajue wakishika msingi ya mafundisho ya ulimwengu, Kristo kwanza umefanya nini? Umejenga msingi ndani ya moyo wake. Na hiyo ndio sababu ya education. Jenga kwanza Kristo ndani ya moyo wako, then formal education itakusaidia kuelewa zaidi. So sasa tutasema kwamba hiyo ndio ilikuwa nini? More redemptive in the aspects of education. Haya mambo ambayo nimewaambia. So mtu asipopata Kristo ndani ya moyo wake, yani without this transformation of Jesus Christ, wanasema kwamba education becomes more harmful than beneficial. Na kuwa more harmful than what? Beneficial. So elimu maana yake inakusaidia kufumbua mambo mengi. Lakini ukipata elimu bila Yesu Kristo, elimu itakuwa na madhara juu yako. Kwa sababu utapata ulimwengu, yani utapata elimu isiyo na msingi ndani ya Yesu Kristo, itakupotosha. Utadrive kando. Hello? Hamtakuwa na mafanikio. Utadrive kando, utakuwa una drive kando. So holiness inamaanisha nini? Holiness inamaanisha kwamba mtu anastahili kupata elimu kwa, yani elimu mambo ya physical education, and then mental education, moral powers for the performance of the duty, morally. Are you educated morally? Moral fitness. Asijui sasa kwa Kiswahili moral fitness. Moral ni nini? Sit ni tabia ama ni moral? Afikiri wengi wanaelewa morally. So ni kama tabia. So unajengeka kitabia. Kwanza unajengeka kimsingi, kitabia, asili ni physical, and then kiakili, and then na pia kitabia. Mtu ajengeke katika misingi hizo. So mtu unapoelimishwa, yani unaelimisha mwili, physical, and then unaelimisha mind ambaye ni mawazo, and then unaelimisha pia roho ambaye ni soul for a defined purpose. Hata mwili wako uelimike, ujue kutunza, na mawazo. Hiyo ndio target ya elimu. Yaani mtu kimawazo ameelimika. Eti kuna jamaa alikuwa ananiambia hivi, na sijaijua kama hiyo ni ukweli. Alikuwa anasema kwamba eti hata wasee hata pia mjinga ataseeka. Sasa nimeshindwa. Hata mjinga pia atafanya nini? So inamaanisha kwamba kuna watu wengine ambaye hawatabadilika. Mtu ataendelea kuwa hata kiwa mzee, hata kiwa mtu mkubwa, hajaelimika, hajabadilika, ameseeka akiwa Bwana mnaniangalia kwa macho mabaya. So hata wajinga pia wafanya nini? Useeka. So sasa kile kitu ambacho tunawaambia ni kwamba waelimike. Ndio sababu tunasema kwamba in all these aspects, physical, mental and moral, wawe nini? Upright. Alafu tunawaambia kwamba in our education we must include faith elements in the learning process. We must include. So that's what we call what? Informal education. We must include the element of what? Faith. Ni lazima imani iwe pale. As well as for the physical education that will benefit not only the body but also the mind and soul and the soul of the students of all ages. So tunapofanya elimu, tunaelimisha watu watakao kuwa na msingi kamilifu kimwili, kimawazo, kitabia. Kila mahali mtu anaelimika. So in Adventist education we don't only target physical, we are not only targeting physical, but tuna target mtu abadilike ndani ya moyo, abadilike kila mahali abadilike. Tuko pamoja lakini? Yes. So hiyo ndio tunasema nini? Hiyo ndio tunasema holiness, Na unaenda kama shule za Kiadventista huwa tunaandika holistic education. So holistic education. Kimawazo, kitabia, kiakili, kila kitu inakuwa sawa.
So huyo mtu tunasema amekamilika kwa sababu kila mahali ameelimika. Maana ukielimisha akili, ukielimisha mwili ama ukielimisha akili, ufu kielimu. So tutaweza kusema kwamba educated, that person is educated but not learned. Hajabadilika, ni yule yule tu. So tunaingia mambo ya permanency. Tulisema kuna redemption, tulisema pia kuna holiness, and then kuna mambo ya permanency. Na mtu anapopata elimu, unajua hiyo ndio sababu sasa tuko katika kitabu cha, tafadhali nisaidie Biblia, Kumbukumbu la Torati. Kitabu ni Kumbukumbu la Torati 6, anza mstari wa 6. Maneno haya ninayo kuamuru leo. Unajua Mungu ameongea moja kwa moja na Musa. Hii imetoka kwa Mungu hadi kwa Musa. Kwa Musa hadi nyakati zetu. Anasema maneno haya fundisha moyo. Sawa? Fundisha wapi? Yani iwe ndani ya moyo wako. Sasa hiyo ambayo weka katika ndani ya moyo wako, fundisha watoto wako kwa bidii. Anafundisha tu. Wanasema sasa Biblia inasema kwamba fundisha kwa nini? Kwa bidii. Mbona unafundisha kwa permanency? Tuko pamoja? Permanent, ili mtu huyu apate fundisho na haya mafundisho yasitoke ndani ya moyo wake. Nyumba yako, hata utembeapo fundisha, hata ukilala fundisha, hata kuna mtu anafundisha kulala. Hebu tusaidie mwalimu. Kuna mtu anafundisha kulala? Hebu na ulalapo. Mtu atafundisha kulala? Endelea kufundisha, si ndio? Si ndio? Fundisha hata kuomba, hiyo ni mafundisho. Fanya nini? Omba. Wengine hata hawajui kuomba. Sawa. Haraka nimesikia kengele. Yaani iwe symbol. Yaani unapotembea, unajua badge. Mafundisho yawe kama badge. Unafundisha kila mahali, unafundisha kila wakati. Andika juu ya mimo kila mahali, everywhere. Mtoto akiamka anajua. Hata wengine wanafanya, wengine wako na program ya devotion. Kila siku wanasoma kitabu fulani. Haya ni mafundisho. Na juu ya malango yako yafundishe kila mahali, then your doorpost fundisha. So mafundisho haya, mbona tunatilia mkazo mafundisho haya? Kwamba mtu anajengwa kwa msingi wa Kristo anapofundishwa na kuelekezwa. Maana kuna mtu atakayejielekeza isipokuwa tunafanya nini? Tunawaelekeza. Na hiyo ndio sababu mara nyingi tunahimiza hata Waadventista, peleka mtoto mahali ambapo atapata elimu kamilifu. Unapeleka kwingine, hata mtoto anafanya vizuri. Unajua watoto wanapata hata kwa shule tofauti. Lakini hiyo baadaye haiwezi kumsaidia. Kwa sababu akitoka huku hajakamilika kitabia, hajafundishwa, alifundishwa kiakili, lakini msingi wa tabia zake asikujengwa. So akikosa msingi wa tabia zake, baadaye anafanya kazi nzuri,
baadaye anarudi ulefini, baadaye anaachishwa kasi, baadaye kila kitu imefanya nini? Imeisha. Kwa hivyo anasema kwamba jenga msingi katika mafundisho haya. Na unajua mafundisho yetu, yani elimu yetu ya Kiadventista imejengwa katika msingi wa kuhubiri habari njema kwa watu wengine, kuambia kwamba Jesus Christ is coming back, kutupeleka nyumbani. Na watu wajue hiyo msingi, kwamba tunawafundisha hivyo ndio wajue, mtu asifanye, yani asikae dunia akijua kwamba dunia ni kila kitu. Ajue siku moja haya mambo yote ya dunia yatafanya nini? Yataisha. Ninapomalizia wanasema kwamba wanasema, acha niseme quote, nurturing spiritual disciplines in the lives of young people depends on surrounding what surround them, by the way, with teachers and educational administrators, those whom we can trust. Wala ambaye tunafanya nini? So surrounding, anasema kwamba surround watu wako, ukijua wale watafundisha mambo yanayofanya nini? Yanayostahili. Sasa hizo ndio tunasema kwamba wakati mnapofundisha, jua kwamba watoto wako wamepata elimu gani. In other words, tunasema they need role models, adult role model who love them unconditionally. Unajua watoto wetu tunawekanga msingi gani? Weka kwa wale ile msingi ambayo watu wanafanya nini? Wanawapenda. And then while showing them the reality about themselves, people around them, and God as their maker and redeemer. Watu walio karibu wajue kwamba, yani fundisha mtoto ajue kwamba Mungu ndio mkombozi wa maisha yake. Akishajua hayo yote, hata anapofanya elimu anajua tu atafanya vizuri. Conclusion. The last great conflict between truth and error is but the final struggle of the long-standing controversy concerning the law of God. Kwa hivyo sasa, what are we doing? We are calling for every Adventist to become serious concerning the quality of their spiritual lives on the education aspects. Spiritual life on the education aspects, and teach others the value of establishing loving relationship with Christ. Unajua, yani hii sasa ndio msingi wa kila kitu. Kwamba hii mambo yote ambayo tunafanya, elimu yote ambayo tunafanya, mwisho ya mambo haya yote ni kujulisha ulimwengu kwamba we are Christ-centered beings. Christ-centered beings. Sasa sisi tumejengwa katika msingi wa nini? Wa Kristo. Upate elimu ya kutosha ili usaidie kuweka msingi kamili katika Ukristo wa jamii nzima na watu wote. Na hiyo ndio msingi wa mafundisho yetu ya education. Kwa hivyo fikiria pia, je, mtoto wako ndio umechukua shule nzuri, a good national school, atapata elimu na atapita. Hatuna wasiwasi, atapita vizuri. But amejenga msingi wake wa Ukristo. Na hiyo msingi, yani hiyo elimu itadumu milele, itadumu hadi Yesu atakaporudi. Hiyo ndio unafikiria wakati unapojaribu kutafakari mambo ya elimu kwa watu wa Mungu, kwa watoto wako. Haya basi, tunashukuru. Tutasimama kuomba. Tusimame kuomba. Tuombe. Baba na Mungu wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Tunakushukuru kwa ulinzi wako. Tulipoanza mafundisho haya, tumeona mkono wako akituongoza katika kila hatua. Zidi kuwa pamoja nasi kwa vipindi vinavyokuja. Na hilo ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la Mwana Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Asanteni sana, barikiwa. Hamjambo tena.
wakati wa women ministry, kipindi ni chao. La kwanza ningetaka viongozi vyote vya Masabat School wakucha hapa mbele. Dorikasi women ministry, fanya kwa haraka ni waone hapa mbele. Tukiendelea kukaribisha mgeni, nafasi tutapea mgeni kwanza ndiye atuelekeshe, tujue ni nini itaendelea tena. Mgeni akianza: Mtakatifu Mungu wetu aliye mbinguni, tuacha mbele. Asante Bwana kwa kutufikisha siku ya leo tena. Tukiendelea kujiunga na kipindi cha wamama, Baba huwe pamoja nasi, utuongoze na Roho yako Mtakatifu. Tumeacha mikononi mwako kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu naomba. Karibu mgeni. Viongozi wote, ukijua ni kiongozi wa Dorikasi women ministry, tafadhali muje hapa mbele. Ole. Kwa pastor. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina ni Central, nimesimamia women ministry. Kwa sababu ya muda na naona ni kwamba nyeshe hapa, ningeliomba niende kwa haraka kwa muda. Tunaomba Baba yetu uishie mahali pasiri juu mbinguni, ni wakati mwingine tena tuja kwako tukiwa na wingu wa shukrani. Tunahitaji uweze kuwa pamoja nasi, tupe neema na mibaraka itokayo kwako, na zaidi ya yote uweze kufungua masikio yetu ili tukaweze kusikia neno lako. Tunaomba tukiamini kwa maana Yesu Kristo ni Bwana mkombozi wetu. Amen. Nitapitia yale ambayo tumejifunza kwa haraka sana kwa sababu ya muda. Tuliweza kuona ya kwamba muonekano wa mwanamke mcha Mungu, muonekano wa mwanamke mcha Mungu, jinsi anavyoonekana. Tuliweza kuona ni jinsi gani muonekano wa mwanamke anayemcha Mungu anafanana. Tukaweza kujadiliana kiundani zaidi ya kwamba mwanamke huyu anaonekana, kitu cha kwanza, tabia yake, jinsi anavyoonekana tofauti na wengine. Lazima tabia yake iende ama na vile Biblia inavyosema. Muonekano mwingine ni kwamba atakuwa mwanamke aliye na heshima. Atakuwa mwanamke aliye na heshima. Na pia tukaona ya kwamba mwanamke mcha Mungu ni mwanamke ambaye huchukua muda wake mwingi kwa ajili ya maombi. Mwanamke anayechukua muda wake mwingi kwa ajili ya maombi. Ombi anaombea mume wake na hata wale ambao wanawazingira. Na pia tunaona kwamba ndani ya kanisa si wote ambao wanamcha Mungu, wanawake ambao wanamcha Mungu. Kuna baadhi ya vipengele hapo alivitoa kwamba ndani ya kanisa mionekano yetu inaonekana kabisa ndio ni mcha Mungu, anavaa vizuri, ana matamshi mazuri, huenda atafunza vizuri, lakini kuna zile dosari ndogo ndogo ama kubwa. Wacha niziweke ni kubwa kwa mimi kama mama ninaye mtoto wangu wa kike. Huyu mtoto wa kike amekuwa mjamzito bahati mbaya. Alivyokuwa mjamzito, kuna wale wa mama ambao wamo ndani ya kanisa lakini hawashiki maandiko ama kulingana na vile maandiko yanasema. Kwa sababu tunaposoma katika amri 10 za Mungu tunaambiwa kwamba usiue. Lakini kuna wale ambao wanakusanyika kwa sababu mtoto huyu ni mtoto wa mzee wa kanisa, shemasi wa kike ama wa kiume. Unapata ya kwamba toa yule mtoto mimba. Anapochukua jukumu la kumtoa huyu mtoto mimba, ndiposa asiweze kuiona aibu. Lakini juu ya kwamba maandiko ya wewe mama unachukua siku ya Sabato ndio unaenda kuua. Bahati mbaya huyo mtoto akafa.
Ama bahati mbaya huyu msichana wako akaolewa akakosa mtoto. Je, utatoa wapi mtoto kwa ajili ya kumpatia? Utapata ya kwamba umefanya maisha ya msichana wako yamekuwa. Mama anahitaji mtoto lakini mtoto hayu. Nani aliyechangia? Deaconess na mzee ama na mama wa mzee wa kanisa wa mimba. Na pia tukaenda sehemu nyingine ambayo ilikuwa inasema ni kwa sababu ya uharaka kuwafundisha wale wadogo wakamwana wao hata na wakamwana, lakini kwa sababu ya mama mkwe alivyo ni tuliona kwamba mama mkwe, wakati mwingine tulisoma kitabu cha Tito ambayo ilikuwa ndilo fungu letu kuu, Tito 2 fungu la 3 hadi la 5, 2 fungu la 3 hadi la 5, ambayo ilikuwa inasema kwamba wanawake wakubwa waweze kuwafundisha wanawake wadogo, na pia wakaambiwa kwamba wakaonywa kwamba wasiweze kutumia mvinyo. Tukajiuliza, je, huu mvinyo ambao wanauzungumzia ni mvinyo wa aina gani? Ni pombe? Ni bangi ama ni nini? Tukaona la hasha, si pombe wala si bangi. Ni yale maneno ambayo tunayoyaongea, maneno mengi ambayo hayafai katika familia, maneno ambayo hayawezi yakafundisha yule mkamwana ambaye aliyeletwa pale. Na pia tukaona kwamba yule mkamwana atakapokuona mama umekaa kama nyuki. Ulishaga sikia nyuki vile inalia? Ukikaa hivyo umefanya yako. Mkamwana huyu hata kuheshimu, lakini utakapokuwa na heshima, huyu mkamwana utamfunza na pia atashika mienendo yako, na pia ataweza kuleta heshima katika familia ile, na pia heshima ya mume wake. Na pia hiyo familia, wamama wadogo pia nao tukaona kwamba wanastahili waheshimu wazazi wale ambao wamewapata pale, kwa sababu yule mzazi uliyempata pale ni sawa na mamako mzazi. Tukaenda siku nyingine ambayo ilikuwa inasema, hapa nitaenda sehemu ambayo inasema kwamba ni kwa nini basi migogoro hupatikana katika familia zetu? Chanzo cha migogoro katika familia zetu ni nini? Nini haswa chanzo cha migogoro? Tukapata kwamba familia hii hapa tuko mke na kauze kwa sababu ya kusaidia mtoto mambo na shule, lakini alipoenda kuuza yule ng'ombe anarudi hana hata hilo, hana hata ile pesa. Sasa tukaona kwamba ikawa ni chanzo cha migogoro katika familia zetu. Tunaona kwamba sasa hapo mafarakano yanaanza kutokea. Mafarakano yanapotokea pale, hawa watu wawili inabidi sasa hapa Mungu aingilie kati. Kwa nini Mungu aingilie kati? Mama aliye na hekima hapa inakubidi sasa uombe. Chukua muda wako wa kuomba. Ndiposa kwa sababu wakati ule mwanamume anachukua yule ng'ombe kumuuza, anakubembeleza. Lakini atakapomuuza akitumia zile fedha akirudi, anarudi na ukali. Sasa wewe kama mwanamke mwenye hekima utamkaribisha aje yule mwanamume? Tuseme kwa mfano hivi, wewe uko na mkamwana wako. Huyu mkamwana mume wake ambaye sasa ni kijana wako kauza yule ng'ombe ameenda. Mkamwana wako hapa analia, anasema nitafanya nini? Anakuuliza wewe kama mama mkwe utafanya nini? Sasa mama mkwe utaona vile mtasolve ama hiyo shida vile mtaitatua ukiwa na mtoto wako mkamwana wako. Ambao wako katika familia ambao tunawaita mawifi. Mawifi nao pia tunaona kwamba huwa wanachangia. Anapokuwa anamuingilia ndugu ya mke wa ndugu ya kijana, yani wa kijana hiyo familia, mama mwenye hekima pale unastahili uingilie kati, kwa sababu usiseme ya kwamba mtoto wako ni mzuri. La hasha. Jaribu kuangalia tatizo liko wapi pale ukalisuruhishe. Wamama wengine kongwe tuliona kwamba wakati kijana wako ameleta mwanamke,
unamtumia yule mwanamke. Jua kwamba kile ni chombo ambacho umeletewa pale, unahitaji kukitunza ama unahitaji kukielekeza jinsi familia yako inavyoishi, na yeye pia aendelee kushika hiyo misingi. Lakini unaona kwamba huenda mama mkwe sasa hapo ndio amepata mfanyakazi katika familia. Unamtumikia mtoto wa watu kufanya kazi ambayo ni nzito zaidi. Unasahau ya kwamba huyu msichana anaye mume wake ambaye anastahili kumfanyia kazi. Huenda hata nguo hazijaoshwa. Hapo unajua umechangia, umeleta vita. Huenda hata nguo yake haijapigwa pasi. Akimuuliza vipi Robi, mbona iko hivi? Ati mama aliniambia niendee maji. Kutoka maji hayo ndio wifi amechukua maji hayo akafulia nguo, ama mama mkwe ndio amechukua maji hayo akatumia. Ndio mama mkwe utatumia, lakini kuwa na kiasi. Jua huyu si punda umeletewa, ni msichana ambaye ametoka kwao, ni msichana ambaye unahitaji kumhifadhi kama msichana wako. Kumbuka unapokuwa unafanyia huyu msichana hivyo, vile vile pale ambapo msichana wako alipo atatendewa yale yale. Je, ule uchungu ambao wao unausikia pale, kumbuka hata msichana wako atakapoleta ama huyu msichana atakapoenda pale kwao kuambia, hata yeye mzazi wake atasikia hivyo hivyo. Hivyo sasa tukaambia kwamba hawa watoto wetu tuweze kuwashika vizuri na kuwaelekeza mambo ambayo yanafaa. Na zaidi yoyote, mama mwenye hekima ni bora basi wakati baada ya kula chakula uwaketisha hawa watoto wako wote, mjifunze neno la Mungu, ndiposa waweze kumjua Mungu zaidi. Kuna wakati mwingine utapata kwamba hii familia yako sasa imefikia muda wa kujitenga. Mkamwana sasa unastahili umtenge. Ama kama kuna pesa ulikuwa unaletea shilingi 2,000 ama shilingi 500 kwa sababu ya kipato, italingana na kipato ambacho kijana anapata, hiyo pesa itapungua. Inapokuwa inapungua kwa sababu ya mahitaji ya mke wake mpendwa, mama mwenye hekima, umpende yule mkamwana, ndiposa hata akiona, sababu akiona mama amepewa shilingi 200 na anaona na mume wake amemwambia ndio hii pesa enda ukahifadhi shilingi 2,000, atanyamaza na ile pesa? Huenda kuna mgeni amekuja hapo ghafla, si huyu msichana tutoe hii pesa atakupatia mama, nenda kanunue mboga tusaidie huyu mgeni. Vile utakavyomtunza ndivyo na yeye pia atakavyokutunza. Tukaona pia kuna malezi ambayo tumewalea watoto wetu. Mama aliye na hekima, wewe vile unavovaa nguo, vile unavovaa mavazi yako. Sasa naomba nitumie huu mfano. Mama umevaa nguo ambayo imekufika hapa, kisha hapa nyuma imepasuriwa. Sasa wewe mama unapotembea, samahani mnisamee, mama unapotembea mapaja yako nje, wewe utamfuzaje huyu mtoto ndiposa avae nguo ambayo inafaa? Si umeshusha heshima? Utamwambiaje huyu mtoto ya kwamba vaa mavazi ambayo yanastahili? Huyu mtoto naye atasimama kukuambia vipi? Kwani wewe vile umevaa hivi na mbona uniambie nivae tofauti? Okay, tukaambiwa kwamba ama tukaona kwamba wakaweza kuchangia kwamba mama mkwe kama wewe unamtusi mume wako, mama mkwe kama wewe mnazozana na mume wako, huyu msichana anasikia, unatarajia huyu msichana atamheshimu kijana wako? Hawezi akamheshimu. Sasa ile heshima ambayo utampa wewe kama mume wako itafanya pia vile vile hiyo heshima huyu msichana ambaye ameletwa hapo naye akamheshimu kijana wako. Sehemu yangu ya mwisho ni kwamba tunao wasichana ambao wameolewa na wale ambao wako katika boma yako wakamwana. Sasa hapa ndipo kuna shida. Ni wachache sana ambao wanawachukua watoto wao usawa. Ni wachache. Unampata mama mkwe ama mama mahali ambapo msichana wake ameolewa. Yule mtoto atakapokuja ama sasa mjukuu, mama anamchangamkia, mama anamfanyia vile anataka. Lakini ili hali mtoto wa kijana anapomkaribia anamwambia toka, hata anaweza kumwambia toka, unanichafua. Kwa nini uwatenge hawa watoto? Kwa sababu hawa watoto wote ni tumbo lako. Inafaa watoto wetu wote tuwapende. Awe ni mtoto wa kijana, awe ni mtoto wa msichana, wabebe watoto wako jinsi iwapasavyo. Tumo ndani ya kanisa kama viongozi. Utapata mama kiongozi, labda huenda yeye uongozi wa kanisa utaonekana, lakini uongozi wa pale nyumbani unakuwa duni. Yaani haupo. Kwa nini haupo?
Ni bora basi usionekane kanisani, lakini ukaonekana wapi? Nyumbani. Mbona nikasema hivyo? Kuna vile vyombo ambavyo tunavitunza ndani ya makabati zetu. Unachukua sahani ambayo imepigwa imeisha kabisa, ndio unamwekea mwanamume hapo, unamsafu nayo. Alafu baadaye mgeni akiingia hapo, pasta akiingia hapo, unaenda kuchukua ile sahani ndio unaweka pale. Jua ya kwamba mume wako ndiye mgeni wako wa kwanza. Kwa nini uhifadhi vyombo, usubiri pasta ingie, usubiri mzee wa kanisa ingie, pale ndio uonekane mwanamke unayefaa, mwanamke mcha Mungu, unaweka ile sahani nzuri pale, chakula bora pale, matunda pale, unawalisha. Kuna mwanamume mwingine alimwambia pasta ya kwamba leo ndio nimeona haya mayai tangu huyu mwanamke aje hapa. Huyo mwanamke ameshusha heshima ama hajashusha? Ameshusha heshima. Sasa tunaomba kwamba familia zetu ziwe na muonekano ambao unaonekana kutoka ndani hadi nje ya boma zetu, hadi kanisani, hadi kila mahali ambapo unaenda wanasema kwamba jamani, familia ya Mama Teresa ni familia ambayo inasifika, familia ambayo inaonekana. Hebu nenda kaangalia mkamwana wake. Huwezi ukatofautisha mkamwana wake na msichana wake. Huwezi ukatofautisha mtoto wa kijana na mtoto wa msichana. Yaani familia ambayo inasomeka kutoka nyumbani hadi nje ya kanisa. Na simniruhusu niwapatie wasome ripoti alafu tumalizie. Karibuni. Asante kwa mafunzo mazuri. Wala Mungu kwa mkutano, mambo mazuri aliwapitia. Nafikiri haya maneno yanatoshana na familia kabisa. Ni vile tulichelewa tu kuingia kwa makambi, mlitengenezewa mambo mazuri. Hata hajasoma mabibilia ilikuwa ndani ya hicho kitabu Kenya alikuwa anafundishia. Na hiyo ni ukweli kabisa. Wamama leo nafikiri yale masahani mnawekanga mpaka sijui mtu unakufa kabla chai kutolewa kwa kapati na ngojea mgeni, mnasikia mahali nataka kutumika. Na vile watoto tunaongea nao kwa nyumba tumechua mambo mengi. Kwa hivyo nilisema akina mama wa Masaba School wakuje hapa. Sasa mgeni sijui atachukua ripoti gani, unachua akiwa hapo, ataenda kuona Ngararo wakati tulienda wamama walikuwa wangapi, wamama wanafanya kazi gani. Ndio tunasema tukifanya kazi manyumbani na kanisa tunafanya kazi aje. Ndio wao wamama wanatumwa kucha hapa, watuletee maneno mengine tusikize, na hao wanachukua ripoti zinaenda huko. Sasa katika ripoti ya Masaba School ndio nilikuwa naongojea. Oleila lei, nataka kuona kiongozi yako wapi? Ama tu kwa na viongozi wa Masaba School. Kiongozi Oleila lei, mumama Dorcas. Hatukuji makambi ama wayuko. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu anatuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu anatuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu anatuachia. Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiwe bado hatujawapenda.
tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe, chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lililo nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lililo nalo ni upendo. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Fukuza ama mimi ni yule wa kuleta na kuwafundisha mambo ambayo ni ya Kikristo. Naomba Mungu awabariki. Tuombe. Anataka kuongeza. Nilikuwa nataka niongezee katika hiyo kitabu. Ninapoangalia hiyo kitabu cha Matendo 9 fungu la 36. Inanigusa roho kwa sababu wanawake wanastahili waige tabia ya Tabita. Tunapoangalia katika mafundisho ya wamama katika hii makambi, ilikuwa inazungumzia ya kwamba mwanamke mcha Mungu. Unapowaambia ya kwamba wewe ni mwanamke mcha Mungu, ni nini unayefundisha wamama? Hasa kama viongozi, tunapoteza wamama wetu kwa sababu ya tabia yetu isiyo nzuri katika kanisani. Tukia kiongozi, tujue jinsi tunavyoongoza wamama
Asa wamama wakubwa tujue vile tutaongoza wamama wadogo. Tumepoteza wamama wadogo kwa sababu ya tabia yetu. Tuwe na mwenendo ulio mzuri, tulete wamama katika kanisani, hata ndio tutafanya kazi ya Mungu. Kuna wakati tulikuwa tunafanya kazi, lakini wakati huu Shetani ameleta uzingizi katika kanisani. Wamama tuamke tufanye kazi. Jinsi Tavita alipokuwa akifanya kazi, alikuwa anafanya kazi kwa mkono yake mwenyewe. Lakini wakati alipokufa, watu walilia wakileta ile vitu walikuwa anafanya. Je, wewe mama wa kanisa, wakati utakapolala, jina lako litakumbukwa? Ama watasema ya kwamba kwa nyoto nyalile? Naomba uje uombe tumalize. Nataka mfunge macho tuombe kwa lugha ya mama. Nitaenda kuomba kwa lugha ya mama. Bwao no bwanchani bwao twatene ni robosio bwao tata Nyasaye roraringana ria nyarire ko barikurwa tubwera onsia yakire ngencho omonene nayo ne chinguru kero na sabira ya make tebo bunanga neti gose bunanyanjete. Number 10. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo tena kuja kumwabudu katika nchi, katika hii sabato ya mwaka. Kwa makambi ni sabato ya mwaka, mara moja kwa mwaka. Watu wote ambaye wamefika katika mkutano, wangapi ambaye wakati wote tangu karibishe? Wala ambaye wamefika leo. Leo ndio wamefika, onyesha mikono. Hebu simameni tuwakaribishe. Simameni wala ambaye mmefika leo. Asante sana. Asante. Wangapi wanawakaribisha, wanawaambia karibu? Asante sana. Asante. Kwa hivyo kila mmoja ambaye amekuja hapa na wakaribisha, ningependa kukaribisha Pastor Mwitani ako hapo. Ningependa asimame asalamie watu wa Mungu. Mwangalie nyuma yako huko. Thank you very much. Naona kwaya kama ni ya hii kwaya ni ya chachi, kwaya ya Erego. Kiongozi wao asimama asalamia watu wa Mungu. Atuchambo.
Yule ambaye anaongea hapa ni Pastor Stanley Nyakundi, ndio wamewakaribisha. Na mwisho tunataka tukaribishe Neema Kwaya ikuje hapa imbe, alafu mgeni asimame kwa kuhubiri. Neema wakiendelea kuja, tutasoma fungu ndipo waendelee kuja. Bwana asifiwe. Ningependa tufungue Biblia zetu tuangalie kitabu cha Mathayo 24, aya yake ni ya 14. Nayo inasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda wa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hilo ndilo fungu, na kwa sababu ya fungu hilo, kabla wanakwaya hawaja kuja, tutainuka zote na ule wimbo wetu wa makambi nambari 160. Zote tuinuke. Choristers wako hapa watatupa sauti. Kesheni nguvu za mbingu za gonga, ni kwake Bwana yuaja. Yesu karibu, Yesu piga mbiu, habari ya ukombozi ya mponya wa upe Yesu mfalme yuaja, mwenye fahari. Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Falme nyingi za angushwa, panda ya sabahuli yatangaza neema yake kabla ya kupita saa. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Mataifa yapotea, nchi za ya uchungu. Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Njoni sasa, Kristo awapatanishe. Kristo twaeni neema kitambo, muda waisha. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Tutaomba ili tuketi. Tunaomba.
Baba na Mungu wetu ishie mbinguni, tunaliinua na kulihimidi jina lako kwa kuwa umekuwa mwema kwetu tangia asubuhi hadi kufikia wakati huu. Imefika masaa mengine ambao tunaenda kusikiza neno lako. Tunaomba kwamba mnenaji atakaposimama yeye asionekane bali uonekane kupitia kwake. Zaidi ya yote na wasikilizaji ambao wamefika mahala hapa tumewakabidhi mkononi mwako, tukiomba kwamba wape usikivu mwema ili watakapofika mwisho waseme hakika wameuona mkono wako. Wacha mapenzi yako yatendeke jinsi wewe mwenyewe unavyohitaji, kwani ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana mwombezi. Nataka nimkari wataimba. Nilikuwa nafikiri walikuwa naimba. Sadaka. Sasa wale ambaye ni wa kutoa sadaka, njoni simame hapa, alafu sadaka iendelee kutolewa, kwaya ikiendelea kuimba.
Asante. Mefika wakati wa pekee ambaye tutakao mkaribisha mgeni. Mgeni ambaye nitakao mkaribisha ni rafiki yangu ambaye tuliokutana 2013 nikiwa katika sehemu ya Gisiriri, na wakati huo ndio tulikutana na yeye. Nilikuwa nimemkosa kwa muda. Leo amefika hapa na anatufundisha ya kwamba habari njema na vita kuu. Hii habari njema tunapoibeleka aende tu hivyo kwa urahisi. Habari njema iko na vita yake. Nikumbuka wakati tulipokuwa katika hiyo nchi ya Gisiriri, ni nchi ambayo ilikuwa ya baridi kali. Ilinichoma uso, na wakati huo ilikuwa ni wakati wa njaa. Tukikula viazi ile ambaye watu wanatembea ndani ya mashamba ile ambaye imefunwa, lakini mnapata viazi ile kidogo ndio mnakula. Kwa hivyo ni vita, ndipo habari njema watu waokolewe, lazima watu wapitie katika sehemu ya ugumu. Wangapi wanamkaribisha, wanasema Pastor, kuja hapa sio kama Gisiriri ama Olkuruto, hapa nchi ni baridi na mahindi yanamemeta. Haya Pastor, karibu. Sasa hapa habari njema iko hapa, sio kama huko. God is good and all the time. Asante sana mzee mstaafu. Unajua aliniacha huko Gisiriri. Wakati mambo yakawa magumu, nasikia msaa akasema uso ukachomeka. Yeye akaamua akarudi nyumbani. Na unajua wakati huo ndio tulikuwa tunatenga Central Rift Valley from South Kenya. Yeye akasema mimi sitabaki Central Rift Valley, nitarudi nyumbani nikiretire niwe karibu na nyumbani. Na alifanya hivyo na nimeshukuru sana. It was just around 2013, 2012-2013 ndiye akarudi, na alikuwa mzee mzuri sana. Alinilea, nilifanya kazi. Lakini mzee, unakumbuka tukitembea huko Logruto, haikuwa kazi rahisi. Alifanya kazi huko sana na yeye, na akawa mzee mzuri sana. Alikuwa mzee mungwana. Kaniambia, kijana yangu, endelea kufanya kazi, mimi narudi nyumbani, Mungu atatukutanisha. Na leo hii tumekutana na yeye, nashukuru sana. Alafu pia niruhusu ni alike rafiki yangu mwingine. Hapa pia nina rafiki. Mchungaji tulisoma naye. Nikarudi, nilipotoka huko nikarudi, nikakuja Loiborsoito district. Nikakaa muda kidogo. Pastor Moitani akaungana nami, tukafanya kazi na yeye. Na akawa mkubwa wangu. Pastor Moitani, uko wapi tafadhali? Kwa niaba yangu sasa. Unajua ulisalimia tu. Hasa kwa niaba yangu tafadhali salimia washiriki wa Mungu. No, pastors wakaengi huko nyuma. Unajua pastors na wetu wakati wote tu anakaa hapa mbele karibu na mic. So pastor asimama hapa mbele uonekane. Karibu mchungaji, tafadhali chukua ya pasa sauti, naye pia tusalimie kwa niaba. Najua sasa nimefika nyumbani kwao, na ni vizuri, ni vema, ni bora sana kumtambua kama mchungaji wangu. Tumefanya kazi na yeye vizuri, hatujai kwa sana tumefanya kazi hadi tukaachana, tukaenda Kisii kidogo, nikamwacha pia Kisii. Asante sana. Karibu pastor. Ya wana wa Mungu, najua pia pasa akiona mali iko kiti sidi ana keti. Buya mwere, kwani mali zimeona kiti sindo na keti? Sasa hata hivyo hapa ni nyumbani, tena nilikuja kama saa mbaya, kabidi nijitetee kukaa huko nyuma kidogo. Nimetoka district yangu. Jana nilikuwa natembelea station yangu nzima Makambi. Tukatembea mpaka saa 12, nikaona nimekuwa usiku, nikalala pale. Nikaonda asubuhi, nikaona wageni wameamka salama, nikaamua kuja nyumbani.
Sasa salamu zangu kutoka huko. Mke wangu wako nyumbani, ni mgonjwa, hajafika hapa, lakini sijui kama Mungu atamfikisha Sabata hapa. Ni mgonjwa wako nyumbani pamoja na sangu. Wana wa Mungu amjambo. Muwe hapa tafadhali. Mungu awabariki sana. Asholeng pastor kwa kunitambua. Nashukuru pastor, barikiwa kwa kazi nzuri. Ni mtumishi wa Mungu, tumefanya kazi naye pia amekuungwana sana. Basi wapenzi wa Bwana, unajua muda wetu unaendelea kuyoyoma. Na waalika tena katika makambi haya siku ya 4 tukimaliza makambi. Sasa tumekuwa tukiangalia juu ya habari njema kuhusu pambano kuu. Na mchungaji aliyenitangulia amesema kwamba kumbe habari njema hii si wote watakaopokea. Wengine watakataa na wengine watapinga pia. Hivyo basi habari njema ni pambano kuu. Habari njema ni pambano kuu. Kwa hivyo wakati mwingine habari hii inakataliwa. Wakati mwingine habari hii wengine hawapokei kwa njia iliyo nzuri. Wengine watakataa, wengine wasema habari yenu hatutaki. Lakini bado Biblia inasema kwamba habari njema itahubiriwa ulimwengu nzima, ndipo ule mwisho utakapofika. Kwa hivyo ni lazima itahubiriwa tu. Watu wakubali, watu wakatae, bali injili itahubiriwa. Ule mwisho hautafika hadi injili ihubiriwe kote kote katika ulimwengu nzima. Lakini leo hii tutaangalia juu ya misingi thabiti Mkristo anavyostahili kuwa nazo ili kupambana katika vita kuu ama pambano kuu. Lazima uwe na msingi. Lazima uwe na msingi. Katika vita, kwa wale mlio hapa, lazima kuwe na msingi. Usipokuwa na msingi katika vita hautashinda. Bali ukiwa na msingi katika vita, katika upande wako. Na tulisema kwamba injili, habari njema ni pambano kuu. Na pambano kuu tulisema ni lazima tutashinda. Hiyo ndio tulihakikisha kwamba katika habari njema ni kwamba lazima tushinde. Haitakuwa habari njema basi. Lakini habari njema ni lazima katika pambano kuu. Msingi wa pambano kuu na namna ya kushinda katika pambano kuu. Na tunapoanza tunasema kwamba ni lazima tusimame imara kwa njia ya imani ili tuweze kushinda. Ni lazima tusimame pamoja na Yesu Kristo, maana yule atakayetushindia, yule atakayefanya pambano kushinda, ama yule atakaye kushindia ni Yesu Kristo. Atakaye kufanya ushinde ni Yesu Kristo. Maana vita hii hautashinda peke yako. Vita hii hautashinda peke yako. Lazima inabidi uelewe. Inabidi uelewe na uishi katika maisha hayo. Na upambane katika pambano hilo ili uweze kushinda katika pambano hii. Lazima uelewe namna ya kupambana. Ni lazima uishi ukijua kwamba maisha haya ya Ukristo ni pambano. Alafu mwisho anasema kwamba ni lazima ujue kwamba wewe ni mshindi katika pambano hili. Lazima ujue haya. Lazima uelewe kwamba wewe ni mshindi. Kitu cha kwanza. Ndio ukijua wewe ni mshindi, sasa utajua namna na mbinu za kupambana kushinda. Lazima ujue kwamba ni mshindi, ndio ujue na uelewe mbinu na mpango ya kufanya katika vita ili ushinde. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu uliye juu mbinguni.
maana umekuwa mwema kwetu tangu tulipoanza makambi haya hadi leo hii, Mfalme, ambao tunataka kuelewa na kujua namna na mbinu za tufanye kuwa washindi, maana wewe ni mwema na ni Mungu wetu. Na hilo ndilo ombi letu kupitia kwa jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Wapenzi wa Bwana, naomba tusome kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 8 hadi 10. Jambo linalowaambia katika sehemu hii ni kwamba kuna misingi mitatu ambayo leo hii tutazungumzia. Msingi ya kwanza ni kwamba tumehakikishiwa haki kwa njia ya ukombozi kupitia kwa Yesu Kristo. Tumehakikishiwa kwamba sisi tumesamehewa dhambi zetu. Sisi tumesamehewa nini? Dhambi zetu. Ikiwa umesamehewa, basi kuna uhakikisho wa kushinda, kwa sababu sasa ile dhambi ambayo ulikuwa nao umesamehewa tayari. Waefeso 2 mstari wa 8 hadi 10, tafadhali msomaji wetu kama yuko karibu atatusomea. Inasema kwa maana mumeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Inasema kwamba maana tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Kwa njia ya imani. Hiyo neema imetokana na njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ati sababu hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Yaani ni kipawa cha Mungu, hamna mchango yako. Nasema kwamba hiyo njia ya ukombozi wako hauna mchango, haujachangia chochote, ila ni neema ya Mwenyezi Mungu. Ni neema ya Mwenyezi Mungu. Wala si kwa matendo, wala si kwa matendo mazuri ulioyatenda wewe. Mtu awaye yote asije akajisifu. Ili mtu asije akajisifu akasema ni kwa sababu nilitenda jambo hili. Hamna mchango. Maana tu kazi yake. Maana tu ni kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tuliumbwa katika Kristo. Hayo yote ni kazi ya Kristo Yesu. Tutende matendo mema. Sasa agizo kwa Mungu ni kwamba tenda matendo mema, maana Yesu Kristo ashafanya sehemu kubwa. Akasema kwamba hiyo ndio tunaita justification by faith. Hakuna mchango ya mtu yeyote, hakuna mchango yangu, hakuna mchango yako, ila Yesu Kristo aliangikwa msalabani, si kwa sababu nilimuita angikwe, lakini ni neema yake, ni huruma yake peke yake. Ni huruma tu. Akasema kwamba kwa sababu ya huruma mimi nimetoa nafsi yangu ili mwanadamu aliyetenda dhambi asamehewe. Ni neema tu. Yani kitabu cha Yohana wa kwanza, barua ya Yohana wa kwanza 4:10 inasema nini? Barua ya kwanza ya Yohana 4 mstari wake ni wa 10. Biblia inasema nini msomaji? 1 John chapter 4 verse 10. Hili ilo pendo. Wanasema kwamba ili ndilo pendo alilodhihirisha Yesu, kwamba sisi tulimpenda Mungu. Eti kwamba yeye alitupenda sisi. Yaani Yesu Kristo ama Mungu alitupenda sisi. Mungu alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Amen. Kristo kuwa kipatanishi kati yetu na Mungu tuliyemkosea. Mungu tuliyemkosea. Akamtuma mwana wake ambaye ni Yesu Kristo, akaangikwa msalabani, akawekwa msalabani. Na alipoangikwa msalabani, alipokata roho, akasema tasama imeisha. Akasema tasama imefanya nini? Imekwisha. It is finished.
Mwanadamu sasa hatahesabiwa makosa, ila nimeondoa makosa ya mwanadamu. Mimi nimechukua kosa pale msalabani, amechukua kosa la mwanadamu pale msalabani. Sasa mwanadamu amekuwa huru. Hiyo ndio tunasema kwamba hakuna mchango wangu, hakuna mchango wako. Yesu Kristo kwa neema zake aliingia msalabani, mimi nipate kuhesabiwa haki, ili niitwe mtoto wa Mungu. Ili niitwe mtoto wa Mungu. Hiyo tunasema justification by faith. Yaani hakuna mchango wako. Wenye haki tulitakasa. Yaani tulisamehewa dhambi zetu bure, bila hata mchango wako. Alafu sanctification inasema hivi, kitabu cha Petero ama barua ya Petero wa kwanza 1:18 na 19. Tafadhali msomaji tusomee. Petero wa kwanza 1:18 aya ya 18 inasema, aya ya 18 inasema hivi, nanyi mfahamu kwamba sasa imewabidi, imenibidi, imetubidi kila moja aliye hapa, fahamu kwamba mlikombolewa sio kwa vitu viharibikavyo. Eti sisi sasa tumekombolewa, na tulipokombolewa tumekombolewa kwa vitu, vitu viharibikavyo, si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au dhahabu. Hatukukombolewa kwa fedha, hatukukombolewa kwa dhahabu, mupate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Yaani hizo fedha, hizo dhahabu asikutuondoa katika matendo yetu yasiyofaa mlioupokea kwa baba zenu. Hiyo matendo yetu tuliyosipokea kwa baba zetu, bali kwa damu ya dhamani. Inasema kwamba hatukuondoa. Pesa hasiwezi kuondoa, dhahabu hasiwezi kuondoa makosa tuliyoyatenda, fedha hasiwezi kuondoa, dhahabu hasiwezi kuondoa, bali kwa damu ya dhamana ndio tulikombolewa. Damu ni damu ya mwana kondoo. Mwana kondoo ni nani? Ni Yesu Kristo. Mwana kondoo ni nani? Ni Yesu Kristo. Anasema kwamba halitukomboa kwa damu yake, halitukomboa sisi tulio watenda dhambi. Sasa tumekombolewa. Ndio sababu tumekombolewa na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na damu ya Yesu, mimi mwana wake kweli. Mstari wa 22 na 23 msomaji nasema nini? Yaani tumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, bali kwa damu ya dhamani ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Alafu 22 inasema nini msomaji? 22 inasema hivi, mkisha kujitakasa roho zenu. Sasa ninyi mjitakaze roho zenu, maana tayari mmekombolewa. Sasa vita ulio nao si ya kukombolewa, ila ni ya kutakaza roho zetu. Kwa kutii kweli, ili mtii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Amen. Yaani ufikie ile undugu usio na unafiki, undugu usio wa uongo, sio ya unafiki. Maana vita tunaopigana hivi sasa ni vita ya kuwa na upendo dhidi yetu na wenzetu na ndugu zetu. 23 inasema nini? Kwa kuwa mumezaliwa mara ya pili. Yaani mumezaliwa mara ya pili, mmeshakubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, ukazaliwa mara ya pili kwa kubatizwa.
si kwa mbegu iharibikayo, si amkuzaliwa kwa mbegu inayoharibika, bali kwa ile isiyoharibika, bali mumesaliwa kwa mbegu nzuri, hybrid, kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa neno la Mungu lenye nini? Uzima. Uzima. Unajua hatutokani na mbegu zinazoharibika, hatutokani na mbegu za kawaida, bali tumetokana na mbegu isiyoharibika, mbegu nzuri, hybrid. Maana aliyetukomboa kwa damu yake ni damu ya dhamani. Hiyo damu ya dhamani sasa imetufanya kwamba sisi tumekuwa satisfied seeds, mbegu iliyo nzuri. Maana aliyetukomboa ni nani? Ni Yesu Kristo. Aliyetununua kwa damu ni nani? Ni Yesu Kristo. Hiyo ndio sababu tunasema katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11. Msomaji nasema nini? Ufunuo 12 mstari wa 11. Umekuwa tukisoma. Inasema nini msomaji? Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Yaani wale wote watakao toa nafsi yao kwa Yesu Kristo watashinda kwa hiyo damu iliyomwagika msalabani. Watashinda kwa hiyo damu. Maana hiyo damu ilitutakaza. Sasa hiyo damu ndio itafanya vita kutushindania. Na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sasa hatutapenda maisha yetu maana tumekombolewa. Sasa tutapenda Yesu Kristo aliyetukomboa. Hatutapenda maisha yetu hata kama ni kifo. Tulisema jana, hata kama ni kifo hatutaogopa. Tutapiga vita hadi tutakapomaliza safari yetu. Sasa tutapiga vita hadi tutakapomaliza safari yetu, ili siku ya mwisho tuseme kama Paulo kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeitunza. Sasa tuko na vita ya kutunza imani yetu. Tuko na vita ya kutunza imani yetu, kwamba tutavipiga vita hadi wakati Yesu Kristo atakaporudi kutuchukua nyumbani. Tutapiga vita. Lakini ndio tuna matatizo katika ulimwengu. Tuna shida katika ulimwengu. Yohana Injili, barua ya Yohana wa kwanza 2 mstari wa kwanza inasema, watoto wangu wadogo nawaandikia ili msitende dhambi. Na ikiwa mtu atatenda dhambi, tuna mkombozi ambaye ni Yesu Kristo. Matatizo yako yote mpe nani? Yesu Kristo. Inasema usitende dhambi. Maana ukitenda dhambi katika vita utashindwa. Ukitenda dhambi katika vita utashindwa. Sasa nasema kwamba sitaki ushindwe. Na anasema kwamba usitende dhambi. Nimekuandikia mapema kwamba utashindwa ukitenda dhambi katika vita hii. Kwa hivyo usitende dhambi. Na ikiwa mtu ametenda dhambi, kuna mkombozi, yule aliyemwaga damu yake msalabani. Akasema kuna mkombozi ambaye ni wanasema it is our advocate. Muombezi wetu. Biblia inasema ni muombezi wetu. Advocate, mtetezi atakayetutetea katika imani. So ikiwa umetenda dhambi, muite mtetezi ambaye ni Yesu Kristo akutetee. Na hiyo tunasema kwamba hiyo ndio tunasema sanctification. Yaani tunaendelea kufanya nini katika maisha yetu? Tunaendelea, yani investigative judgment is ongoing. Kwamba je, wewe umetunza imani yako? Je, wewe bado uko katika ndani ya vita, unapambana kufikia mwisho ufalishwe taji baadaye? Ama umeacha safari ya kwenda mbinguni? Umesahau kwamba tuko katika ndani ya vita na tunataka kufika mbinguni? Naomba usisahau, kwa sababu tuko katika safari. Na katika upande huo tunasema kwamba katika safari hizi ndizo mbinu za kuweza kupambana. Hizi ndizo mbinu za vita. Mbinu ya kwanza wanasema kwamba utiifu. Isaya 8 mstari wa 20 Biblia inasema nini? Utiifu. Isaya 8 mstari wa 20 inasema nini?
Biblia inasema na waende kwa sheria na ushuhuda. Watu wa Mungu waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, wanasema ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwao hapana nini? Asubuhi. Hamna mwangaza. Wanatembea ndani ya giza. Na wanasema kwamba watu wa Mungu watembee ndani ya nuru ya Mungu. Wakitembea ndani ya nuru ya Mungu, hakika watashinda vita na watafika mbinguni. Yesu Kristo alijaribiwa. Katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 1 hadi 11 ambao tutasoma. Yesu alijaribiwa. Alijaribiwa alipofunga siku 40 usiku na mchana. Shetani akaja akamwambia Yesu, kweli kabisa, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, siku 40 umeshinda bila chakula, amuru mawe haya yabadilike kuwa chakula. Ikiwa Yesu Kristo hakuwa na msingi wa maandiko, shetani angemshinda. Ila Yesu akajibu akamwambia, maana shetani aliambia, maana kama wewe ni mwana wa Mungu una uwezo wa kubadilisha haya mawe kuwa chakula. Lakini Yesu akamwambia, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno la Mungu. Kwa hivyo chakula si shida. Chakula si shaka. Usije chakula ikakuondoa katika imani. Shetani akaona akamwambia, baada singependa kuyazungumzia haya yote, lakini mahali pengine shetani akamwambia Yesu, akampeleka kwenye mlima mkubwa Lehari, akamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jirushe chini, maana Mungu ameagiza kwamba ataagiza malaika zake wakushike kabla hujashuka kufika chini. Mungu akamwambia nini? Imeandikwa, usimjaribu Mungu wako. Kwa hivyo tuko katika safari ya majaribu. Tuko katika vita ya majaribu. Usije ukajaribiwa ukamwacha Mungu wako. Jambo la pili, uwe obedient. Be obedient to God's commandment. Be obedient. Obedient. Uwe mtiifu. Biblia inasema uwe mtiifu. Tangaza habari njema. Jinsi tunavyotangaza katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi 12. Hubiri habari njema ya Yesu Kristo kama mkombozi wa maisha yetu. Na hubiri kwamba Yesu Kristo atarudi. Wahubiri wetu wa kwanza kama William Miller, kina Ellen G. White walihubiri habari ya Yesu Kristo na injili ikawafikia wengi. Maana Yesu alisema na habari njema itahubiriwa katika ulimwengu nzima, ndipo ule mwisho utafanya nini? Utakuja. Jambo lingine la 4 linasema kwamba vumilia majaribu yote. Vumilia majaribu yote. Vumilia majaribu yote. Tunajua kwamba majaribu ni mengi, lakini Biblia inatuamuru kuwa wavumilivu, ndipo tuweze kufika mbinguni. Kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 13 inasema kwamba na wale watakaovumilia hadi mwisho ndio watakaookoka. Wale watakaovumilia hadi mwisho ndio watakaofanya nini? Watakaookoka. Ishi maisha yanaoleta utukufu kwa Mungu. Uwe ushuhuda, maisha yako iwe ushuhuda. Kuishi kwako kuwe mahubiri. Hubiri kwa maisha yako, hata kama ulitamki neno, lakini maisha yako iwe ni mahubiri kwa wengine. Maisha yako iwe ni mahubiri kwa mwingine. Hivyo basi ishi maisha inayoleta utukufu kwa neno la Mungu. Petero wa kwanza 2:9, barua ya Petero
Wa kwanza 2:9 inasema kwamba ninyi ni taifa teule, takatifu, milki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu tayari ameshawachagua ninyi. Mungu tayari ameshawachagua ninyi. Kwa hivyo ishi katika maisha haya, ionekane kwamba kweli wewe umechaguliwa na Mungu. Muishi maisha ya Ukristo. Ishi maisha inayoleta utukufu kwa Kristo. Yohana 17 mstari wa 21, naomba msomaji unisomee. Kitabu cha Yohana Injili 17:21. Tuwe na umoja. Inasema wote wawe na umoja. Yesu Kristo alipoomba, akaombea wanafunzi wake, akasema naombea wote wawe na umoja. Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu. Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, nami ndani yako. Ulivyo ndani yangu, nami ndani yako. Hilo ndilo ombi kubwa sana kwa Wakristo wetu. Tuwe na umoja. Maana umoja ndicho kifaa kimoja kinachotupeleka mbinguni. Umoja wetu. Wanafunzi wa Yesu waliishi wakiwa na umoja. Waliishi wakiwa na ushirika. Waliishi pamoja, wakileta vitu vyao pamoja kama ushirika. Katika kitabu cha Matendo 2 mstari wa 42 inasema kwamba waliishi kwa umoja. Wakristo nao wanaomba kuishi katika maisha hayo ya umoja. Maana tupambana. Waefeso 6:11 nataka tusome hadi 12. Waefeso 11, tunaomba kuelewa vita ambao tunapigana nao. Tunaomba 6:11. Tunaomba kupigana, anza 10. Tunaomba kuelewa kwamba sisi tunapigana vita. Na vita yetu ni vita wa aina gani, msomaji? Inasema hatimaye huyu mtumishi wa Mungu Paulo anasema hatimaye ndugu zangu mzidi kuwa hodari. Zidi kuwa hodari. Muwe washindi wa vita. Kuwa hodari kwamba mtashinda. Katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Muwe hodari katika Bwana na katika nguvu za uwezo wake. Faeni silaha zote za Mungu. Anasema sasa wale ambao wataingia vita, jambo la kwanza watakalolifanya ni kufaa nini? Silaha za Mungu. Si silaha tu. Faa nini? Silaha za Mungu. Ili mupate kuweza kupigana ila za shetani. Mpate kusipigana, Kuzipinga. Kusipinga ila za shetani. Unajua ila za shetani tunasipinga kwa kufaa nini? Silaha za Mungu. Silaha za Mungu. Umesoma 12? 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi. Maana yake kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Si juu ya damu na nini? Na nyama. Ni juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Okay, tunapambana na falme na mamlaka za giza. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya watu wakuu ambao wako ndani ya giza. Na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu. Tunapingana na pepo, jeshi la mapepo wabaya wanaopinga neno la Mungu, wanaokataa juu ya neno la Mungu, wasiokuwa na msingi wa neno la Mungu. Tunapingana naso. Tunataka Kristo atawale ndani ya mioyo ya watu. Hilo ndilo vita tunalopambana nalo. Watu wamjue Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Tunapambana kwa hivyo na ila za shetani. Tunapambana na pepo mbaya, wakuu wa dunia hii walio ndani ya giza. Tunataka kuwaletea nuru, tunaomba kuwaletea nuru ya Mungu ili wapate kuona Yesu Kristo kama mwokozi katika maisha yao. Kwa hivyo tunapinga ila zao.
tunapinga mafundisho potofu, tunapinga mafundisho yasiyokuwa na msingi wa imani. Anasema kwamba si juu ya damu na nyama. 10 na msomaji nisomee mstari wa 13. 13 inasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Wanasema twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu. Hautashindana bila silaha za Mungu, na siku ni za uovu. Na mkisha kuyatimiza yote, anasema wakisha timiza. Sasa ukisha faa silaha zote za Mungu, kusimama. Simama. Endelea. 14. Basi simameni. Basi watu wa Mungu simameni, hali mumejifunga kweli viunoni. Wanasema kwamba viunoni vyenu mjifunge nini? Kweli. Mjifunge ukweli. Yaani kila wakati embrace the truth. Hiyo ndio silaha ya kupinga shetani. Ukweli ndio silaha ya kupinga shetani. Maana shetani hapendi ukweli, anapenda uongo. Bali ninyi watu wa Mungu, faeni silaha za Mungu mpate kuzipinga ila za shetani. Fungeni ukweli ndani ya viuno vyenu. Na kuvaa diraa ya haki. Na kuvaa diraa ya haki kifuani. Utumii nguvu, ila unatumia neno la Mungu kuwafikia watu. Na kufungiwa miguu utayari. Na miguu yako yawe tayari injili ya amani. Upate kueneza injili ya amani, injili ya Yesu Kristo. Maana wito wetu ni kuhubiri habari ya Yesu Kristo. So miguu yako yawe tayari kueneza ujumbe wa Kristo. Umesoma 14, 15? 15. Nimesoma 16 inasema. Marisia 16. Zaidi ya yote. Anasema zaidi ya hayo yote, mkitua ngao ya imani. Tueni ngao ya imani. Ambayo kwa hiyo, yani imani iwe ni ngao yako. Mtaweza mtetezi wako ni nini? Ni imani. Usije ukashindwa katika vita. Imani iwe ngao ya kuzuia adui wako, ili usije ukafanya nini? Ukashindwa kwenye vita. Ambayo kwa hiyo ngao mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Amen. Mpate kusima mishale yote yenye nini? Moto ya yule muovu shetani. Hautasima peke yako. Utasima kwa ngao ya imani. Kwa ngao ya imani, kwa kujenga msingi wa imani ndani ya moyo wako, utasipinga ila zote za shetani. Sema hivi, wanasema hivi katika kitabu cha Timotheo wa pili. Sema maneno yangu ya mwisho. Maneno haya nasema kwamba 2 mstari wa 5. Timotheo wa pili 2 mstari wa 5. Na Timotheo wa pili 4 mstari wa 8. Anza na mstari wa pili tafadhali, yani mstari wa 5. 2 mstari wa 5. Hata mtu akishindana. Inasema hata mtu akishindana, maana tuko katika mapambano. Katika machezo, mtu akishindana katika machezo, hapewi taji. Mtu huyo hapewi taji asiposhinda kwa halali. Asiposhinda kwa halali. Kwa hivyo watu wa Mungu, tunafanya pambano na tunafanya mchezo ama? We are competing. Unajua kuna competition. Niliwaambia wengine jana, sisi ndio tunahubiri, wengine wanahubiri pia. But what is the difference is the message. Tofauti ni ujumbe. So anasema kwamba we are competing.
But we cannot win unless we compete according to the rules. Amen? Sasa kila ambacho tunasema ni kwamba tushindane kwa halali ili tuvalishwe taji. Maana wengine watashinda na kwa sababu hawakushinda kwa njia ya halali hawatapata hiyo taji. Anasema kwamba compete according to the rules. Ukishinda utapewa taji. Amen? Utapewa taji. 4 mstari wa 8. 4 mstari wa 8 inasema nini? 4 mstari wa 8. 4 mstari wa 8 inasema baada ya hayo finally nimewekewa taji ya haki. Nimewekewa nini? Unajua Paulo, sasa tunarudi kwa Paulo, tunamalizia hapo. Sasa ningependa tukimaliza hapa ina shida. Nasema hivi, Paulo jana alisema kwamba nimevipigana vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Nimwambia imani nimefanya nini? Nimeulinda. Sasa anasema finally, mwisho wa mambo haya, glorification. Anasema nini? Mwisho. Baada ya hayo kufanya yote nimewekewa taji. Nimewekewa nini watu wa Mungu? Taji. Akasema sina nini? Sina wasiwasi. I have no doubt. Nimefanya vita vyangu vizuri. Vita nimeupigana. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeulinda. Finally, naongoja kuvalishwa nini? Taji. Ambayo Bwana mhukumu mwenye haki. Taji ambayo nitapewa. Unajua taji zingine huwa zinaisha. Unajua kama ulikimbia ukapewa taji, hiyo taji imeexpire, hata haina kasi sasa. Kama wakati mwingine ulisoma ukavalishwa ana hapa watu wamesoma Hello? Yes. Watu wamefanya nini? Wamesoma. Ukavalishwa nini? Crown Unajua kuna taji pia. Elimu kuna taji. Navalishwa ile crown. So wanakuambia, unajua sasa yule nasema ni either ni vice chancellor anatangaza kwamba kulingana na sheria ambayo nimepewa, nimewatangaza hawa wanaitanga mawafala ama nini? Mawafala wote kuwa wamefusu. Watu wanasema sasa leo hii I am now a graduate. But all this one day will expire. Haina hata msingi. Haina hata msingi. But Paulo anasema hii taji ambaye nitavalishwa ni taji ya aina gani? Busoma. Inasema baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Nimepewa taji ya haki. Ambayo Bwana mhukumu mwenye haki. Ambayo taji hiyo mhukumu mwenye haki ambaye ni Yesu Kristo atanipa siku ile. Atanipa siku ile. Wala si mimi tu. Anasema sasa hiyo taji sitapewa peke yangu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Na watu wote waliopenda kufunuliwa kwake. Watu wote waliopenda kufunuliwa kwake. Nasema hivi, ni wangapi wangependa pia tupambane, tumalize mwendo na tulinde imani, ili Yesu Kristo muda si mwingi atakaporejea atufalishe taji, nasi tuwe washindi katika pambano kuu. Ni wangapi pamoja na ambao wanaombi kama hilo? Wale kama unaombi kama hilo, simama. Kwamba nasi pia tunahitaji kufalishwa taji ya uzima wa milele. Hii taji usioharibika, taji usioisha, taji utakao dumu milele na milele. Ni wangapi wanahitaji hiyo taji kama mimi? Ni wangapi wanahitaji hiyo taji kama mimi? Assuring. Asante sana. Asante sana. So sasa tunafanya maombi ya kipekee. Afanya maombi ya kipekee. Songeni hapa mbele.
Nisema jana, najua katika makambi haya tunafanya mambo mawili tu. Tunahubiri na kuombea watu walio na mahitaji ya kipekee. Na bado ninatoa wito, hata ukiwa mbali, tunafanya maombi ya kuombea watu walio na mahitaji ya kipekee. So ukiwa na mahitaji ya kipekee unasimama katika mkono wangu wa kulia. Hiyo ndio tutafanya hadi tutakapomaliza makambi haya. Na nikasema kwamba tunaombea wanakwaya. Nao na tunaombea katika vita hii. Sema wanakwaya wote jana tuwe katika sehemu hii. Alafu kikundi cha 3 tutafanya tumalize makambi haya. Kikundi cha 3 ni wale wenzetu ambao hawajampokea Yesu kwa njia hawajampokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Sema kwamba kila mtu elekee mahali pako. Unahitaji maombi ya kipekee kuja upande huu. Tunaombea wanakwaya. Wanakwaya pia wana mahitaji ya kipekee. Naomba Mungu awaguse wanakwaya, awafikishie mahitaji yao. Wala ambao hawajabatizwa nilisema simameni hapa mbele yangu hapa. Simameni mbele yangu hapa. Na tunasema hakuna mtu aliye katikati, aidha uwe katika kikundi hiki ama mwanakwaya. Hakuna siku utakuwa katikati. Na hata wa katikati hawataenda mbinguni, watabaki katikati tu. Ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu walio na mahitaji tafadhali songa hivi mbele. Wala ambao hawajabatizwa songa hapa karibu nami. Nataka kufanya maombi ya kipekee. Sijui kama stima ndio imeenda ama. Tunapoendelea Okay, sawa. Nimesema wale walio na mahitaji ya kipekee songa hivi. Unajua nataka kuona distinction Mwisho ni wapi? Songa hivi. Ukiwa na mahitaji ya kipekee, wale ambao hawajabatizwa tafadhali simama karibu nami. Na kuwafanyia maombi ya kipekee. Wanakwaya wote njoo hapa. Asante sana wanakwaya. Naombea Mungu awabariki, mtafanya kazi nzuri. Mungu awatie nguvu katika safari hii. Pastor Mary tafadhali songa karibu na. Pastor Mary tafadhali. Kitwa hukumuni rohoni nina amani ni
Alafu kikundi hiki ambao hawajabatizwa Pastor waombee nao pia wachukue hatua ya kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Nami naombee wanakwaya, Mungu awatunze, awalinde na watunze imani yao katika safari hii ya kuhubiri, maana ni wahubiri, lakini shetani Kwa hivyo nimesema shetani tuombea kikundi cha kwanza, kikundi cha pili ambao hawajabatizwa Sameri, nami niwaombee wanakwaya. Baba wetu bingwa wa imani, Baba ambaye umetufanyia mambo makuu katika ulimwengu huu, Mungu ambaye ameshinda vita pale mbinguni, Mungu ambaye alishinda mauti katika ulimwengu huu, Baba yetu ambaye ametuandalia makao mazuri mno, tuwashukuru ya ajabu Baba yetu wa rehema kwa yale yote Baba umetufanyia tangu makambi yaliyopita hadi kufika makambi haya. Baba, ni kwa ajili ya neema yako. Mungu, tazama watoto wako ambao wamesimama mkono wangu wa kulia. Baba, kwa hakika kila mmoja unamuelewa mawazo yake, unaelewa roho yake, Mungu wetu wa rehema, na yote anayofikiria katika maisha yake. Baba Mungu, hakuna lile ambalo limefichika mbele zako. Tumekuja jinsi tulivyo Baba yetu wa rehema, na tunaomba kwamba Baba tupokee. Kiwa kuna magonjwa yaliyoko ndani ya kikundi hiki Baba yetu wa rehema, Baba waponye kwa jina la Yesu. Baba, yale mahitaji yaliyo magumu yasiyowezekana kwa mwanadamu, Baba unayaweza kama muumba wetu. Kwa hakika tutafurahi siku moja Kristo, ikiwa kwamba tumeilinda imani, hata kama vita viwepo Kristo, mwisho tuweze kuwa washindi. Sasa Baba, bariki watoto hawa wamesimama sehemu ile yako ya mkono wangu wa kulia. Wape Baba tumaini zaidi ya yale wanayoyapitia, Mungu wetu wa rehema. Neema yako Kristo iwatoshe, iwaponye, uondolee mahitaji yote walio naye Kristo, katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Baba Mungu, jioni ya leo, kwa sababu ya watoto wako ambao wamesimama mbele yako, wana mpya ili kufanyia kazi yako Mwenyezi Mungu. Usije ukampe kutawala ndani yako, kuficha huu mwili mpya ili wafanye kazi yako. Tunaomba hayo machache yapitie katika jina la Yesu mkombozi wetu. Mtakatifu Mungu wetu, muumba mbingu na nchi na vyote vijazavyo, tazama mbele yetu kuna wanakwaya ambao ni wahubiri kwa njia ya nyimbo. Mungu watie nguvu wanakwaya hawa. Mungu walinde wanakwaya hawa, wasije wakashindwa katika pambano kuu, bali wao washindi na wakupokee wewe kama mwokozi wa maisha yao utakaporudi. Mungu, wanapotoa nyimbo zao, wanapofanya mahubiri mfalme, mahali popote, Mungu simama pamoja na wao. Mungu, waondolee fitina ndani yao, ondoa migogoro ndani yao, ondoa misukosuko ya aina yoyote ndani yao. Wana mahitaji ya kimsingi Mungu wetu, wanapofanya majukumu haya ya kuhubiri Injili. Mungu, gusa mioyo ya wale walio na uwezo wa kuweza kuwatimisia mahitaji walio nao. Mungu, tunaombea kwa njia ya kipekee, utakaposuru watu wako, suru kikundi hiki mfalme cha waimbaji. Nena na wao, na mfalme, wanapofanya kazi hii, huduma hii, Mungu karibia, wasije wakapotoka katika imani, lakini wasimame wakiwa na msingi
wa kujenga mioyo na roho zao. Na Mungu tunaomba tukijua kwamba haya maombi yatafika mahali uliko na utawasidishia wema wako. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Asanteni sana mbaya. Tatuleta ile list, alafu tuongee na hii kikundi, alafu muwatayarishe kwa njia ya ubatizo. Ikiwa sana. Amen. Asante sana kwa mahubiri matamu. Wamama karibuni kwa wimbo. Women ministry I mean. Alafu wageni watapita kwenda hapa. Wale wageni wetu wa Ereko pia mpite this left hand side. Baada hayo ninakutana na Ngararo wote kwa ujumla, na watoto wapite hapa hivi. Baada ya mamkuli, kama nimekuandika katika darasa la ubatizo tangu juzi, tukutane ili tuangalie maneno ya kesho. Kwangu ninatumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze, japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu ninatumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze, japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu ninatumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Nashangaa sana, wengine wamesimama wametuangalia wanashangaa. Ni wataje women ministry, ni wamama na wasichana wote. Tunaimba wimbo wa Kristo, nyimbo za Kristo.
sehemu ya vijana. Kila wakati vijana wanakuja hapa, wanasema tukutane vijana. Wanajifunza nini? Inataka wakuje hapa wapate kitabu ambaye ita cost shilingi 800, na hiyo ni kitabu Kiongozi wa vijana, tafadhali. Kiongozi wa vijana kuja. Kiongozi wa vijana katika kanisa letu Kambi Center. Kiongozi wa vijana, hebu kuja. Tunataka kumaanisha kila idara itasoma vitabu. Msimalize kambi yetu kiongozi na unyonge. Baada ya kiongozi wa vijana, kiongozi wa vijana. Hatuna? Hako anakuja. Tuko na Ngararo Elder main. Elder ni nani? Hakuje kitabu kukutana na neema ya Mungu. Elder sijui kama ako around. Hata kama ako jikoni, akuomba ukuje ama msaidizi wake. Hii kitabu unaenda kuongea na kanisa lako, mtanunua aje? Na kitu kenye naomba sana, msirudishe kitabu. Msirudishe kitabu. Muende mng'ang'ane mahali mtafika, mkuje mniambie, si ndio? Tutajua venye tutafanya. Okay. Huyu ni kiongozi wa vijana. Mimi singeonelea ya kwamba angechaguliwa kitabu, angechagua kitabu ambaye kitaenda pamoja na vijana. Endelea kuangalia hapa, uangalie kile kitabu kizuri cha bei ambaye itaenda pamoja na vijana. Alafu wanunue. Ama mununulewe. Ama ununue kitabu ambaye inadili na vijana. Naomba msaidizi wa Elder kama ako, ama Elder mwenyewe kama ako, kwa sababu ya wakati. Elder Ngararo akuje. Najua Yesu alisema wakati mwingine msishughulikie kile chakula ambaye kinakwisha. Mara mingi tunashughulikia mambo ya tumbo tu, lakini kushughulikia lile neno ambalo litakao tuchenga katika Ukristo hatujapata. Kwa hivyo Elder kuja hapa, alafu upate kitabu. Nani tena? Ita hapo. Tuko na Sabbath School. Sijajua Sabbath School wako wangapi. Nimeambiwa wako 6. Sabbath School ya Ngararo. Tunaanza na Endonyo Narok. Endonyo Narok Sabbath School. Kiongozi akuje hapa. Endonyo Narok Sabbath School. Nataka kubarikiwa na kitabu ambaye utaenda kuongozea hiyo Sabbath School. Endonyo Narok Sabbath School. Yule ambaye ni kiongozi wa huko. Kwa hivyo viongozi wote wakuje. Endolisho, Ndonyo Narok, Oloilale, kucheni hapa mpate vitabu. Enente King hiyo ndio 1 and 2. Enende King 1 and 2. Kucheni hapa. Sasa kupata kitabu sio shida. Hiyo ni jambo la maana kabisa. Kitu ambaye kitakao chenga watu katika imani. Mambo ya ugali itaisha leo. Itaisha tukimaliza imeisha. Kitabu itadumu. Kuna masaba siku ambaye hawaja kuja hapa. Jua kwamba mimi ndio nilikuwa wa kwanza kununua kitabu hapa.
Sema ya kwamba pasa asinunua, nilinunua kitabu ya 1200. Ushindi sisi tusiogope, tuondoke tuangaze utukufu wake ujuu yetu. Sasa nawe utukufu wa Bwana umekuzukia, hata kama giza limefurika dunia, Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Bwana amenipa ushindi.